Umesikia? Mwanangu inabidi hii sheria ikavunjwe. Hii sheria. Kwa nini sasa? Mimi siku ile nilitwangwa. Mpaka sasa hivi najisikia homa. Sheria ukivunja kanuni lazima tukuadhibu. Mnabidi kuvunja sheria. Hii sheria tuliyoweka hii hamna ni mbaya. Kwanza ni udhalilishaji tu kwanza. Sasa mimi kama mwenyekiti nikiwa na katibu wangu na wajumbe wote, na hisi wote tulikaa kwenye kikao na tukalizia kwamba atakayekeuka hizo sheria afanyaje? Aadhibiwe, si ndivyo? Kweli tuliongea lakini mimi naikataa hii. Eti ndugu katibu unasemaje? Umemcheki nani? Aadhibiwe. Umemcheki kama wale alipo. Wanaume, ubali endelee. Wanaume, ubali endelee. Asante ndugu wanaume mabairi. Oya vipi wewe usinipigie simu size bwana. Mimi niko nawahi kwenye kikao. Nakwambia hivi. Usinipigie simu kama dakika 20 hivi subiri. Size nipo nawahi kwenye kikao, wenzangu wameshatangulia. Wewe vipi wewe? Kikao kimeshaanza, mimi niko nawahi huko. Kikao cha leo naona imekuwa ni kama kigeni kitofauti kwa sababu kimefunguliwa na mwenyekiti. Tulizoea kwa kinafunguliwa na katibu. Basi sambamba na hilo, kwa upande wangu mimi sitakuwa mzungumzaji sana kwa yale yote ambayo tunaweza kuyazungumza. Basi tawakaribisheni ninyi wajumbe nanyi pia muweze kuwakilisha kile kinachojiri kwa sasa. Karibu ndugu mjumbe. Asante sana ndugu mwenyekiti. Mama hapa nina majambo mawili nataka nizungumze. Kabla sijaendelea, nataka kwanza nijue. Mbona wengine wanapenda sana kuchelewa kwenye vikao tunavyoviitisha? Shida inakuwa ni nini? Umeona? Haya, hapa angalia kuna watu karibia wawili wameshakosekana hapa. Tukishaweka hapa sheria zetu, baadaye tunawakuta kula na wanawake, tukiwachapa baadaye nakuja lawama. Ona mwingine saizi ndo anafika. Huyu hapa na pikipiki yake. Au ngetumchape na hivi boko saizi ili ajue kwamba wanaume tuko serious, wanaume baadhi. Ndugu mwenyekiti tusaidie kwa hilo jambo. Haya, kaa chini tumekusikia. Ndugu zangu wanaume mabahili, samahani sana kwa kuchelewa. Najua hii nizamu imekuwa ni mara kwa mara, imekuwa inajirudia, lakini nawaomba radhi jamani, muweze kunisamehe. Maana mimi ni binadamu jamani. Hivi hapa mnavyoniona hivi, hii pikipiki nimeazima, sawa? Ni ya diwani wa kata. Ameniazima, nilikuwa nampeleka Eli hospitali. Vile viboko vya siku ile tumemtandika, saizi yuko hoi kule. Matako yameshavimba. Jamani, hata mimi mwenyewe pia jamani. Na mimi pia nimeungamana na bwana Kipanga hapa kwamba zile sheria zetu jamani ambazo tulikuwa tumekaa chini na kuziweka tuzivunje. Sawa? Tuzivunjeni jamani. Maana kuna kuelekea huku itafikia watu tutampiga mtoto wa mtu tumuue au tumvunje hata mgongo. Serikali hebu fikiria itatuchukuliaje sisi? Ni bora tu bado mapema jamani. Hizi sheria tuzivunje. Mimi mwenyewe jamani hapana. Hata mimi sipo jamani. Eti jamani hao nyewe mnaonaje? Hamna kabisa. Kwa hiyo tuzivunje. Hizi sheria tangia mwanzo nilisema zivunjwe, mtaka kunielewa. Umeona sasa mtoto tukaumia. Umeona? Mwenyekiti ndio hivyo. Sawa, mimi nishakuelewa. Kwanza waga ni mchungaji, kwanza sogea huko. Eti katibu, wewe unaonaje? Tuvunje sheria au tuendelee na sheria? Tuvunje tu sheria bwana. Kama watu washaamua hivi sheria zivunjwe. Mwenyekiti wewe vipi sasa wewe? Sasa hili jambo jamani kwani limekuwa na lazima hivi? Wewe mwenyewe hapo ulipo kwanza kuna sheria umeshaivunja. Mimi juzi nimekuta wewe uko buchani pale umenunua kilo 2 za nyama. Wakati sheria ya 6 ilikuwa inakataza kabisa matumizi makubwa ya fedha. Hizi sheria tunazivunja. Yaani wewe utake usitake hizi sheria sisi tunazivunja bwana. Wewe vipi? Kweli sheria ivunjwe. Kumbe nani kununua nyama? Kumbe nani kununua nyama? Kwa sababu na wewe leo ilibidi tukutandike viboko kama tulivyomtandika na nilia bwana Kipanga na bwana Eli. Leo tumeshavunja tayari sheria. Umeshanunua tayari nyama kilo 2 wakati sheria ishakataa. Ilibidi uchukue msusa na ngao. Kumbe wenyewe ndio wale. Ale viboko basi na yeye kama ndio hivyo. Kama ni hivyo, kama unataka tukaivunja sheria. Apigwe viboko. Unataka kuonyesha akaanza viboko. Chagua mawili kupiga viboko tuendelee au tuvunje sheria. Mimi binafsi nimeona ama shetu afanyaje? Tuyavunje tu kwa sababu
malawama, maneno mengi yamekuja kwangu mimi mwenyekiti tu. Au wewe bwana Hussein unasemaje pale? Hamna shida ndugu mwenyekiti, tuzivunje tu. Lakini na wewe nasikia ushavunja sheria. Kocha msingi ili sheria tuzimalize. Inatokana na wewe tuje kwanza tukuchape. Jamani tumwacheni tu. Sheria zetu sasa kuanzia leo tumezivunja zote. Kwa sababu watu wamekuwa hawafuati mpangilio na utaratibu wa sheria zetu. Sio, kwa hiyo sasa bwana Kipanga, kama kubaka kabake. Bwana Beno, kama limshangazi katafute huko. Kwa kuanzia leo sheria hazipo.